Sasa tumeona tukutafute bwana Ngoto. Sisi kama Lili Media tumeona kuna taarifa ambayo ikizagaa katika mitandao ya kijamii ambayo imetoka katika chombo kimoja cha habari na ikisema kwamba taarifa hiyo imezagaa katika mitandao ya kijamii, japo sisi tumeiona sehemu moja. Ndio. Taarifa hiyo ikihusu shirika la kutetea haki duniani Amnesty International, ikisema kuwa baadhi ya viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo au Chadema ndio waliweza kupokea fedha kimakosa. Ndio. Taarifa hiyo ikidai kwamba mlipokea pesa kimakosa kwa madai kwamba mliingia nchini Kenya na mkaenda kule kama wakimbizi, lakini badala yake tena mkarudi nchini Tanzania. Ndio. Kwa tukaona pia jina lako lipo bwana Ngoto, lakini pia Brenda Rupia naye yumo na wengine. Kwa tukaona si vyema, hebu tujaribu kuzungumza na wewe uweze kutupa ufafanuzi kuhusiana na tuhuma hizo ambazo zinazagaa katika mitandao ya kijamii. Karibu sana. Okay. Asante. Kwanza na mimi nimeona hizo taarifa kwenye vyombo vya habari. Nimeona kuna watu wamenitumia. Nimeona Bwana Yeriko Nyerere ameandika kwenye ukurasa wake, lakini nimeona vyombo vya habari pia baadhi wameandika, na kuna watu nafikiri wamechukua hiyo habari kama habari rasmi kwamba ni habari ya kweli, lakini sina uhakika kama ni habari ya kweli kama shirika la kutetea watu limetoa hiyo habari. Imetoa hiyo habari. Pili, mimi naitwa Lucas Ngoto. Kwenye hiyo taarifa nimeona ni Lucas Ngoto Ngasani. Huyo Ngasani simjui ni nani. Lakini tatu, mimi nina zaidi ya miaka karibia 10 sijawahi kufika Nairobi. Nina muda mrefu sana sijawahi kufika Nairobi. Na katika kipindi hichi ambacho watu walikimbia, pengine watu wakaenda Nairobi, wengine wakaenda sehemu mbalimbali, mimi sijakanyaga Nairobi. Sijawahi kuvuka hata Migori. Sijawahi kuvuka Migori na sijawahi kufika Nairobi. Na uhakika ni kwamba hata hao Amnesty hawanijui, hawanifahamu. Kwanza siwafahamu, sina mawasiliano nao, na ninaamini hata mimi hawanifahamu. Na hilo ni shirika ambalo naamini wanafanya kazi watu ambao wanajitambua. Hawana taarifa zangu mimi zozote ambazo mimi naitwa Lucas Ngoto. Hawana kwa sababu sijawahi kuwafikia, hawajawahi kunifikia, sijawahi kufunga mkataba nao wowote. Lakini pia mimi sijawahi kuwa na mkataba na taasisi yoyote kwamba inisaidie. Sijawahi kufunga mkataba na taasisi yoyote kwamba inisaidie, na sijawahi kupokea hata shilingi moja kutoka kwa taasisi wala kwa mtu yoyote kwamba ananisaidia katika kipindi hicho kigumu ambacho pengine tulikuwa tunakipitia katika nchi. Sijawahi kuwa na watu wa namna hiyo. Kwa hiyo hizo ni taarifa za kubumba. Aidha kuna mtu ameamua kunichafua au kutumia jina langu mbeleni kula, akatumia jina la Ngasani, ndio sijui ni nani alitumia hiyo Ngasani, kwa sababu kwenye ukoo wangu wala mimi sijawahi kuitwa Lucas Ngoto Ngasani. Sasa kuna wakati nashindwa kuchukua hatua kwa sababu unaweza huyo mtu akakataa kwamba alikuwa maanishi mimi, lakini kuna wale wanaofupisha wanaandika Lucas Ngoto. Sasa hiyo kweli sijui alikuwa na maana gani huyo mtu lakini naamini ni vijana tu wameamua kutengeneza mazingira ya kuandika mambo, lakini mimi sijawahi kuwa na mkataba na wowote kwamba wananisaidia mimi. Watanzania
wajue mimi Lucas Ngoto sijawahi kuwa na mkataba wowote na Amnesty kwamba wananisaidia kiwango chochote cha pesa. Lakini Watanzania wajue kwamba nina zaidi karibia miaka 10 mimi sijai kukanyaga Nairobi, na katika kipindi hichi cha changamoto hizo zilizokuwepo mimi hata Migori sikuvuka kabisa, hata Migori kwamba naenda huko ndani. Watanzania wajue. Kwa hiyo anayesemwa labda ni Lucas Ngoto mwingine na sio mimi, na watu wachukue tahadhari kunichafua, kwa sababu hizo habari kama zitakuwa za uongo, basi tunaweza kwenda mbali hao wanaotuchafua ili wawajibike. Kwa hiyo ni vizuri watu wakachukua tahadhari, wasije tukajikuta huko mbeleni tunafikishana mahakamani kutaka hayo mambo yakae sawa. Ni hivyo tunafikia kwa sasa. Pamoja na hilo, kumekuwa na taarifa ambazo hatujaweza kuthibitisha zikisema kwamba kuna baadhi wanaharakati pengine wanalipwa kwa madhumuni ya kuchafua nchi. Sasa unafikiri hiki kinahusiana na kile ambacho kimetokea? Mimi kwanza sijui kama kuna watu wanalipwa, wanaharakati eti wanalipwa, kwa sababu sina mawasiliano nao, hawajai kunifikia mimi wanipe kazi hiyo ya kuchafua nchi ili wanilipe. Kwa hiyo inawezekana ni siasa inafanywa. Ni watu tu wameamua kufanya siasa juu ya ile jambo, kuchafua chama, kwa sababu unapogusa viongozi wa Chadema kimsingi unakuwa umeigusa Chadema. Kwa hiyo ni siasa inafanywa ili Watanzania wasiamini Chadema, kwamba basi kuna wanachadema walienda wakawa wanalipwa ili waichafue nchi na mazingira kama hayo. Kwa Watanzania wasiamini Chadema, kitu ambacho ni mchezo ambao hauna faida yoyote kwa huyo anayeufanya, kwa sababu wamenitaja mimi, bahati mbaya wamenitaja mimi ambaye sijawahi, yani hao walio hiyo shirika wanalolitaja kwamba linalipa watu si shilingi dola si 700 si 7,000, hawanijui, siwajui, sijai kufanya nao mkataba wowote. Kwa wamecheza vibaya, nafikiri hawajafikiria vizuri, na ni mchezo ambao nafikiri wanania ambayo sio nzuri na chama chetu. Baada ya kuona taarifa hizo, labda pengine uliwasiliana na baadhi ya wanachama wenzio labda kwa ajili ya kutoa taarifa kwa pamoja kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kwa sababu tumeona pia kuna watu wengine wamehusishwa pia katika swala hilo? Nimejaribu wale waliotajwa, nimejaribu kuwatafuta, sijabahatika ila kuwapata, ila nimempata mmoja, Zakaria Obadia. Amesema hana mkataba wa aina yoyote, hajawahi kufanya mkataba wa aina yoyote na hao watu, na hao watu hata wenyewe pia hata wamfahamu. Au wengine lienda pamoja na Brenda, sijawapata. Nimejaribu kuwatafuta kwenye simu, sijawapata. Bwana Ngoto, kwa kumalizia kabisa, nini wito wako sasa kwa watu ambao labda pengine wanawachafua nyinyi na kuchafua Chadema? Mimi nafikiri watu tujikite kutatua matatizo ya Watanzania wanaowakabili. Hivi vitu vidogo hivi vya kuchafuana hivi nafikiri havina faida kwa taifa letu kwa sasa. Ni vizuri hao wanaokaa na kupanga mambo kama hayo, ni vizuri wakapanga, wakaona tunajikamuaje, tunatokaje kwenye mkwamo tulionao kama nchi kwenda mbele. Wafikirie vijana walioko gerezani, pamoja na matamko yao ya kusema watu watoke, lakini hawajatoka. Vijana wanaumia gerezani. Wangefikiria namna gani huo muda wanaoandika majina ya Ngoto na watu wengine, huo muda wangefikiria kuonyesha namna ambavyo vijana bado wako gerezani, wanaumia.
gerezani huko kwa kusingiziwa. Kwa huo muda nafikiri tungeutumia kuona namna gani tunaliponya taifa badala ya kuweka vitu vya vidogo vidogo ambavyo havina maana na haviwezi kulisaidia taifa. Asante sana bwana Lucas Ngoto. Nakushukuru sana. Asante.